Je, unafahamu historia ya Zanzibar? Safari ya karne ndefu kutoka utumwa hadi mapinduzi. Zanzibar ni zaidi ya visiwa vya kuvutia. Ni kitovu cha historia iliyobeba safari ndefu ya ustaarabu, biashara na ukoloni wa mapinduzi yaliyobadili uso wa Afrika Mashariki. Kabla ya jina Zanzibar, visiwa hivi vilikaliwa na jamii za Kibantu kuanzia takribani karne ya kwanza hadi ya 8 kabla ya Kristo. Makabila ya mwanzo yalikuwa ni Wahadimu, Watumbatu na Wapemba. Jamii hizi ziliishi kwa uvuvi, kilimo na biashara ndogo ndogo. Zanzibar hakukuwa na falme kubwa. Utawala ulikuwa wa kijamii chini ya wazee na machifu wa jadi. Neno Zanzibar lilitokana na Kiajemi Zanji, yani watu weusi, na Bar, yani nchi, likimaanisha nchi ya watu weusi, yani Zanzibar. Jina hili lilianza kutumika kuanzia karne ya 10 kutokana na mwingiliano wa Waarabu na Waajemi. Kuanzia karne ya 10, Zanzibar iligeuka kituo muhimu cha biashara ya bahari ya Hindi. Makazi muhimu ya Waarabu na Waajemi yalikuwa Unguja, Pemba na baadaye Stone Town. Walileta Uislamu, utamaduni wa Kiswahili na biashara ya kimataifa. Mwaka 1498 Vasco da Gama aliwasili pwani ya Afrika Mashariki. Kuanzia 1503 hadi 1698 Wareno walitawala Zanzibar. Walidhibiti biashara kwa nguvu, lakini walipingwa na hatimaye kuondolewa. Mwaka 1698 Waarabu wa Oman walitoa Zanzibar. Mwaka 1840 Said bin Sultan alihamisha makao yake Zanzibar. Zanzibar ikawa kitovu cha biashara ya dunia. Baada ya kifo cha Said bin Sultan mnamo mwaka 1856, mwaka 1861 dola iligawanyika. Zanzibar ikapata sultani wake. Zanzibar ikawa soko kubwa la watumwa. Waafrika walitekwa bara wakasafirishwa kupitia Zanzibar. Hii ni historia ya mateso makubwa iliyogusa maelfu ya maisha. Mwaka 1890 Zanzibar ikawa chini ya ulinzi wa Uingereza na sultani wa mwisho wa Zanzibar ni Jamshid bin Abdullah. Mapinduzi ya Zanzibar yalitokea tarehe 12 Januari 1964. Yalikuwa tukio kubwa zaidi katika historia ya Zanzibar. Viongozi wakuu wa mapinduzi hayo walikuwa ni: wa kwanza ni John Okello, wa pili ni Abedi Amani Karume, wa tatu ni Abdulrahman Mohamed Babu, wa nne ni Abdullah Kasim Hanga, wa tano ni Ali Sultani Isa, wa sita ni Sefu Bakari, wa saba ni Sabiti Kombo Jecha, wa 8 ni Abudi Jumbe, wa 9 ni Osmani Sharifu na wa 10 ni Ali Mushin Ali Barwan. Walikuwa sehemu ya nguvu ya kisiasa, kijeshi na kimkakati iliendesha mapinduzi. Kilichotokea wakati wa mapinduzi ni serikali ya sultani ilipinduliwa. Mauaji na ghasia zilienea. Waarabu na Wahindi wengi waliuawa na kukimbia. Ilikuwa ni mlipuko wa hasira ya muda mrefu ya kijamii. Baada ya mapinduzi, John Okello alijitangaza kuwa yeye ni Field Marshal, lakini baada ya muda mfupi wa utawala wake, baadaye aliitwa Dar es Salaam kwa mazungumzo ya kisiasa. Hatimaye alivuliwa mamlaka, akafukuzwa Zanzibar mwaka 1964 na kuruhusiwa kurejea tena Zanzibar. Hapo ndipo nguvu yake ilikoma ghafla. Baada ya utawala wa John Okello, Abedi Amani Karume akawa rais wa Zanzibar. Akachukua uongozi mnamo mwaka 1964, ambaye alitawala kuanzia 1964 hadi 1972. Akaimarisha serikali mpya ya Zanzibar. Hatimaye mwaka 1964 muungano wa Tanganyika na Zanzibar ukafanyika kati ya Julius Kambarage Nyerere, rais wa Tanganyika, na Abedi Amani Karume, rais wa Zanzibar. Waliunda taifa moja la Tanzania ambalo ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapa ndio mwisho wa historia yetu fupi ya Zanzibar. Hii ni historia ya kusisimua ya Zanzibar. Mimi ni Given Kajenda na hii ni The Real Talk.